Nafasi ya pili, yeye ni mwombezi wetu wa daima. Yeye ni mwombezi wetu wa daima. Hii ni Injili ya Yohane sura ya pili aya kwanza hadi ya 12. Tumeshazungumza kwa kifupi pale, sitaki kurudia sana, lakini yeye daima anatuombea. Ni mara ngapi unakumbuka ndugu yangu kusali rozari? Kusali ni mara ngapi una devotion kwa Bikira Maria? Ni mara ngapi? Kwa mfano mimi wakati nakuja hapa na naendesha baisikeli, wakati nakuja kutokea pale nyumbani hapo Kapuchini Jangwani mpaka hapa ni kama dakika 5, lakini nimesha sali fungu moja la rozari. Tumsifu Yesu Kristo. Sio kwamba nakimbia kimbia, just relaxed, praying, relaxed. Tena nilikuwa naombea nini na ulimwengu mzima. Tumsifu Yesu Kristo. Amseme amina. Kwa hiyo ndugu yangu, Mama Bikira Maria ni mwombezi wetu wa daima. Na hii na ushuhuda naye mama sana, lakini hapa sitaweza kusema kwa sababu ya muda. Alinisaidia katika kujua wito wangu wa upadre, kujua wito wangu wa utawa wakati mimi nikiwa chuo cha Dulce pale TMCS Legio ya Maria. Wakati nafanya natumo kwa ajili ya kwenda misa takatifu. Kwa nikiwa naenda kanisani kama kutimiza wajibu, ili siku ya kwenye mkutano wale walejo wanajua, kwenye mkutano nikatoa ripoti kwamba nimesali misa nyingi. Sasa kuna siku moja akanikamata bwana, nikamata kupitia kwenda hiyo misa. Kwenye misa asubuhi ndio likaja kama wazo la kuwa padre. Msifu Yesu Kristo. Nisingekuwa Legio ya Maria, nisingekuwa namtumia mama, pengine isingekuwa hivyo. Msifu Yesu Kristo. Nafasi ya 4 ni msaada na faraja ya daima. Mama Bikira Maria ni msaada na faraja yangu ya daima. Inawezekana huko hapa ndugu yangu, pengine mama yako wa kibiolojia alishafariki. Pole, nakupa pole, lakini usihuzunike. Unaye bado mama ambaye yupo na wewe daima. Kwa hiyo hao kina mama wote waliopumzika, waliofariki pia wapumzike kwa amani. Msifu Yesu Kristo. Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye anatupa faraja daima. Tusichoke kumwendea. Mtakatifu Yohane Paulo wa pili anasema mama, anamuita mama yangu. Na wengine wakawa wanamuita mtoto wa mama. Anamuita Mtakatifu Yohane Paulo wa pili mtoto wa nani? Wa mama. Ndio alikuja pia kuongeza matendo ya furaha katika rozari takatifu. Rozari takatifu. Sasa huyu mama na faraja ya daima kwa namna gani? Kumbuka tangu anamzaa mtoto Yesu mpaka msalabani, she is with him. Hajamwacha. Na hiyo ndio kazi ya mama kwetu kama kanisa. Hajamwacha, ameendelea kuwa naye. Na hata baada ya Kristo kupaa mbinguni, ameendelea kuwa na kanisa. Si amemzaa na sisi si viungo vya kanisa, si ndio? Ambaye Kristo ndo kichwa. Anaendelea kuwa pamoja na sisi. Ndio maana hata katika siku ya Pentekoste kwenye chumba cha juu pale wakiwa jumla na yeye pia 120, alikuwepo. Manake hatuachi katika furaha, katika huzuni, yeye yupo pamoja nasi. Remember to pray. Unaweza ukashangaa, unaweza ukasumbuka mwenyewe kwenye akili yako, ama ukasumbuliwa kwamba wewe unamwomba Mama Bikira Maria kama nani? Kwani kumwomba mama yako ni vibaya? Sikia, kuna kitu fulani hivi unataka umuombe baba yako, alafu ukaenda kumwambia mama, naomba basi umwambie baba hivi, naomba ile, alafu mama akaenda kumwambia baba yako, alafu ukakipata kupitia mama yako, kuna shida? Kwa sababu yeye Mama Bikira Maria sio mtoaji, anayetoa ni nani? Ni huyu Yesu, ni huyu Mungu, lakini anakuwa ni njia ya pekee. Ndio maana tunasema anashiriki katika ukombozi wetu. Kwa hiyo usiogope. Tumsifu Yesu Kristo. Usiogope kusali kwa Mama Bikira Maria. Kwa Mama Bikira Maria. Kimbilio letu sitaeleza sana, yapo mengi kuhusu kukimbilia kama sala tunaokimbilia ulinzi